Baba, hivi kwa nini una ubaguzi wa kijinsia kwenye biashara? Huwa nakuona sana wateja wa kike unawachekea kuliko wa kiume. Unawahudumia hivi? Wa kiume unawapimia hivi? Uchumi unatutaka, ila wewe unauchunia, na maisha ni mzunguko. Sasa wewe unakuja na mduara. Biashara haitaki ubaguzi. Tunahangaika tupate wateja wengi ili tukuze biashara. Eti wewe unataka tuwe na wateja wengi wa kike ili tufilisike. Kaa hapo sasa. Heshimu sana kazi inayokupeleka chooni. Sasa wewe unataka uende chooni bila kazi. Yaani nikichekea wateja shida, nikihudumia nimenuna shida, nikikasirika shida, nikijaza shida. Yaani unafanya hadi naonekana mbaya. Hapana baba, wewe sio mbaya. Tena sura yako ni nzuri ukipaka mafuta. Ila ukiwa hujapaka mafuta unakuwa mbaya. Kumbe jamii. Nilidhani ni uso, ila baba. Baba ndo nguzo familia. Kuna vitu unafanya mimi mwanao naumia. Unazua matatizo na unayafurahia. Basi yapelekizo uchumi pambania. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Uko duniani uwe jina kubwa, watu wakutambue. Mwanangu nakushangaza Lazima nikushangaze. Unaona? Tumeanza biashara kuuza dagaa jana tu. Maisha yetu yameanza kubadilika. Unaona na mimi ngozi yangu nimeanza kunawiri kama kawaida. Sasa hapa mwanangu ni kula maisha tu. Kale kamtaji kabaki pale pale. Ila faida tunaitafuna tu, tunakula faida sio mtaji. Kwa hiyo nikaona nipitie zangu pipi pale. Nilikuwa na siku nyingi sijala pipi na biskuti hapo, kwa hiyo tunakula faida atuli mtaji. Kupata faida ukiwa na mtaji ni rahisi sana. Ila kupata mtaji ukiwa una faida ni kazi sana. Kwenye biashara ogopa sana kula faida ukiwa na mtaji mdogo. Ukiuza dagaa debe moja, alafu uchukue hela ya kula, dagaa wenyewe anakuangalia hivi. Kaa hapo sasa. Biashara inamtaka mtu jasiri anayejinyima. Sasa wewe tumeanza biashara jana tu. Leo faida ya dagaa umenunua pipi na biskuti. Kwa hali hiyo tutatoka upangajini kweli? Punguza kula vitu vya ajabu, tukuze biashara. Nipe pesa nikanunue mboga. Nikupe hela ya mboga? Kwa hiyo umenigeuza benki. Nitoe hela ya mboga wakati kuna dagaa ndani? Nilijua tu. Ona sasa. Biashara haitaki hivyo. Eti nichote kwenye mtaji. Alafu baadaye utarudishapo. Huwezi kurudisha. Bora ulale njaa tu. Faida hii hapo. Umenunua biskuti. Eti nichote kwenye mtaji. Wewe umeanza biashara. Ila hujui hiyo biashara yako inatoa faida kiasi gani. Ndio maana unakula faida na mtaji kama mchwa. Ukiwa hujaanza biashara inatakiwa ufanye uchunguzi kwanza, ujue faida ya huo mtaji wako. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue. Uko duniani uwe na jina kubwa, watu wakutambue. Unatamani ujitambue, uchumi wetu ukue.
Kama kijana wa Kiafrika ukifikia umri huo unatakiwa tayari uwe una aseti zako, mfano kiwanja, nyumba, shamba, misitu na kadhalika na vitu vingine. Uwe na mahari zisizohamishika kiasi kwamba yani hata benki wana uwezo wa kukupatia hata mkopo. Unaona, hata taasisi yoyote ile inaweza ikakukopesha kwa sababu una mali isiyohamishika. Sasa lakini cha ajabu katika jamii yetu hii tulionayo, tuna baadhi ya vijana ambao mpaka sasa, na wengine unakuta kabisa yani anaitwa baba, unaona, na kibaya zaidi wanakuwa wanafahamiana na sisi ambao tayari tumekwisha kujipata na baadhi ya vitu. Kama unavyoona hapa nyuma, hii bana ni nyumba yangu. Unaona, licha ya pombe tunazokuwa tunakunywa huko na nini, jamii sio inatuchukuliaje wengine, baba wa 2000 na nini, naonekana kama mtu mbaya kwenye jamii, lakini kiukweli mimi ni mtu ambaye natumia akili nyingi sana kwenye vitu vyangu. Na kiwanja hiki chote kwenda huku mpaka kule kabisa unakoona kule, yani mwisho wa hii njia, unaona hicho chote ni kiwanja changu, na upande huu kwenda hivi mashariki huku mwisho ni kule kabisa kwenye ule mti. Na mjengo huu hapa nimetumia zaidi ya milioni 80 kujenga hii nyumba hapa ilipofikia, na ndio maana hata ile siku nikakwambia kwamba unapotaka kujenga kwa maximum ya chini uwe na milioni 100. Unaona, nimetumia milioni 80. Sasa hapo juu palipobakia natakiwa nipate kama milioni 45 ili niweze kufanya hiyo finishing. Sasa je, nikuulize wewe kuweza? Sasa wewe ulikuwa na 500, lakini mimi hapa fundi mmoja tu kwa ajili ya kunyanyua tu hayo matofali nilikuwa namlipa milioni 20 per day, yani kwa siku analipa milioni 20. Sasa unaweza ukaona ni jinsi gani kuna gharama. Sasa hapo juu chainsaw inayotakiwa ikate zile mbao kwa ajili ya kuleta hapa inagharimu milioni 35.45 nafikiri kama na 36 hivi. Anyway, nitaenda kuangalia kwenye calculation. Sasa ndugu yangu, wewe unishauri kwamba sisi ni vijana, umri wetu bado sana, natakiwa tuenjoy. Hatupaswi kujenga saizi. Mbona wewe umejenga? No. Ndugu yangu, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Hivi mfano mzuri tu. Right, kama ningekwambia kwamba hebu lete huo mkono wako tukate, kwa sababu naona yani ukitembea na mikono miwili kuna namna fulani hivi unaiboa jamii. Hivi ungekubali? Ndugu yangu, hapo upo nje ya utaratibu wetu kama tulivyopanga. Tumekubaliana kwamba sasa hivi ni kula bata tusijenge. Sasa wewe unapata wapi ujasiri wa kujenga na hizo bilioni zote ndugu yangu? Hiyo pesa ndefu hiyo. Tungeenjoy kidogo. Alafu janaambia kwamba umepiga pesa kishindo nini, nigawia hata pesa kidogo tukaenjoy. Weza kwako ndugu yangu najenga kimya tu, au nishirikishi. Hiyo imekaaje ndugu yangu? Utaratibu wetu na nani? On how? Kivipi? Yani utaratibu wetu, kwani sisi tuna chama? Kuko na any kind of organization ambayo tuko nayo kwamba yani ni lazima tufuate kanuni na taratibu tulizojiwekea sisi kama chama? Mafuru, tuondoke. Uwe tuondoke. Yaani Mafuru, huyu jamaa leo kajua kuniaibisha. Yaani anajenga kisirisiri, alafu pesa zangu yeye anatafuna, yeye za kwake anajenga. Sasa nataka na mimi nimkomoe. Kuanzia sasa muda huu twende nyumbani tuanze kufanya biashara yetu ya dagaa. Tuifanye kimya kisirisiri mpaka nyumba ipatikane, uwanja upatikane. Tunarara huko kwenye biashara, tunakesha tunafanya biashara. Tutabadilisha biashara. Yaani hii biashara ya dagaa hakikisha inazalisha kupata uwanja, nyumba, kila kitu. Ni vizuri kushindana kiuchumi, ila ni vibaya kuiga maisha ya mtu. Maisha ya kuiga yamefanya vijana wengi hatufanikiwi. Kila siku tuko pale, maana tunaishi nje ya malengo yetu. Kiiga mafanikio ya mwenzie, wewe unaishi kama mtumwa tu. Aya, kaa hapo sasa. Maisha yana siri kubwa.
Siku hizi matajiri wanalala makabatini, wengine uvunguni ili tu wamiliki pesa. Hiyo inatufundisha kwamba unaweza ukawa na amani na ukakoswa furaha. Unaweza kumwona mtu kazi yake ni bodaboda ila anaendesha hewa tu. Ukifuatilia vizuri tu utajua pesa anazitoa wapi. Kaa hapo sasa. Umesema leo tunalala kazini. Sisi tunauza dagaa. Utawauzia watu dagaa mpaka saa 8 za usiku. Si utakuta maisha ya kura. Kasungu hii mabari nanga. Kwa makini na mbaba 2000. Mbaba 2000 ana kiwanja. Na ile nyumba sio yake. Hapo anakudanganya tu. Mbaba 2000 una bara, mbaba 2000 una bara. Mabara yenyewe ndo haya sasa. Jamaa kajaa upepo. Jamaa kaingia mkenge kabisa. Yaani kwa jinsi nilivyomuona pale, tayari nishaivuruga saikolojia yake. Na hii kabisa anaamini yani anashindwa kupiga mahesabu kwamba hivi huyu mbaba 2000 yebo yenyewe anayovaa ni ya mwaka 82. Nitatoa wapi mimi milioni 80? Kwanza niondoke. Sije akanikuta wenye nyumba hapa. Nishamuingiza jamaa mkenge. Kuisha yeye. Goodbye. Baba ndo nguzo familia. Kuna vitu unafanya mimi mwanao naumia. Unazua matatizo na unayafurahia. Kazi ya pendekezo uchumi pambania. Unatamani ujitambue uchumi wetu ukue. Uko duniani uwe na jina kubwa watu wakutambue. Unatamani ujitambue uchumi wetu ukue. Na majirani walotudharau heshima usichukue. Baba